Si uchaguzi mpaka 2027. Hapa katikati jameni, si tufanye kazi? Ama mnasema namna gani? Ndio sababu hiyo leo mimi nimekuja hapa mambo manne ya muhimu. Nimekuja hapa maneno ya stima. Mimi naelewa ya kwamba stima haijafika kwa nyumba ya wananchi wengi. Na mnajua ile program tulikuwa nayo, program ya last mile connectivity, ilikuja ikakwama. Lakini mimi nawatangazia sasa, tumeikwamua na tumeweka pesa ya kutosha. Hapa Siaya tumewapatia bilioni 1.3, 1.3 billion. Tunataka kuunganisha wananchi 17,000 wapya katika huduma ya stima. Na hiyo ni phase 1. Phase 2 tunapangana kabla ya Disemba. Huyu Opiyo Wandayi ambaye ni waziri wangu sasa ya mambo ya energy ataenda amalize negotiation, kwa sababu pale tutapata another 24 billion shillings. Ndio tufanye phase 2, tuongeze watu ambao watapata stima, ndio tuondoe ile ubaguzi wa samani. Ati ili upate stima lazima ujulikane. Tumesema hata kama ujulikani, sio lazima ujulikane na chief, sio lazima ujulikane na mzee wa mitaa. Kila Mkenya apatiwe stima. Nyinyi mnanielewa? Na ndio nimekuja kuianzisha leo hapa Siaya. Nimeanzisha hiyo mpango kule Mageta, lakini itakuwa ni mpango ya Siaya mzima na Kenya mzima. So nyinyi watu wa hapa mjipange, na tumekubaliana na wabunge wenu, akiwemo huyu mbunge wenu anaitwa Atandi. Nasikizeni. Si namna hiyo? Na vile mnajua huyu mbunge wenu ni mtu msumbufu sana. Ananisumbua sana. Mara ananigombanisha. Si ndio? Ndiye ameniambia lazima nifike hapa Alego Usanga. Si ndio? Na sasa nimempatia pesa ya kueneza stima. Si ndio? Hapa nimempatia karibu milioni 200 ya kueneza stima. Tunaelewana? Sasa hata na nyinyi mumwambie anipeleke polepole. Sasa si nimempatia pesa ya kuendesha stima. Anipeleke mosmos. Ama mnasemaje? Ama nyinyi ndio mmemtuma anikuja anikimbize? Si ndio? Imagine ananisukuma kama wheelbarrow, imagine. Oh, sijui fanya hii, sijui nini. Lakini hiyo ni maneno mzuri. Ya pili, mimi nimefika hapa Siaya kwa sababu ya mambo ya kilimo. Nyinyi mnajua njia ya kuweka Kenya yenye hakuna njaa ni kusaidia wakulima watusaidie kuzalisha chakula. Watuzalishie rice, watuzalishie mahindi, watuzalishie miwa, watuzalishie chakula ya aina zote. Na ndio sababu mimi nimekuja hapa kuungana na James Orengo, gavana wenu, kwa hii mradi ya mambo ya rice mill hapa Alego Usonga hapa Siaya. Hii kazi county imefanya ni kazi ya muhimu sana, wapigie makofi. Hii ndio barabara ya value addition ya agro processing ambayo itatusaidia kupatia wakulima mapato zaidi, na vile vile tuwache kuagiza mambo ya chakula kutoka nje. Imagine nyinyi watu wa hapa Alego, ati bado tunaleta rice kutoka Pakistan. Hiyo ni ungwana kweli? Na tuko na shamba kubwa hapa, hatujalima, hatujafanya chochote. Na ndio mimi nilisema ya kwamba katika mpango yetu tunataka kuwasaidia wakulima na mambo matatu. Ya kwanza, tuhakikishe ya kwamba nyinyi kama wakulima mko na mbegu na mko na mbolea ya sawasawa kwa bei nafuu. That is our first plan. Kuhakikisha kwamba mko na mbegu ya sawasawa, clean planting seed. Kama ni ya mchele, kama ni ya mahindi, kama ni ya kahawa, kama ni ya chai, kila tuwe na mbegu ambayo imefanyiwa utafiti, ndio mapato ipatikane kwa wingi. Na pia tupunguze gharama ya mbolea.
Ile mbolea ilikuwa inauzwa 7,000, tumeteremusha imefika 2,500. Na hiyo subsidized fertilizer, hiyo imepunguzwa na pesa ya serikali. Tunataka our county governments washirikiane na sisi ndio ipatikane karibu na wakulima, so that we can make it accessible and affordable to our farmers. Na mimi nimefurahi sana tumekuja hapa kwa hii mradi, because apart from kuongeza ama kuhakikisha kwamba tuko na affordable seed and affordable inputs, pia awamu ya pili ni kuhakikisha kwamba tuko na mechanization. Nimekubaliana na Orengo na magavana wale wengine. We are undertaking a mechanization plan for our agricultural sector. Na tayari tumekubaliana na serikali ya kule India how we are going to do more mechanization. Na tumekubaliana how we are going to do that plan. Alafu ya tatu, tuweke mpango ya value addition kama hii county ya Siaya imefanya. Ndio ipatikane mapato zaidi kwa wakulima na tupate chakula. Hii rice ikitoka hapa tunataka iende straight mpaka kwa supermarket, ndio muweze kupata pesa nyingi. Ama namna gani? Na mimi nataka niulize county government ya Siaya wafanye kazi na wizara yetu ya kilimo, ndio tuwapatie an off-take plan, ili nyinyi mkizalisha hii mchele yenu msikwame nayo kwa maduka. Tuwapatie soko ambaye mtauza kwa bei ya sawasawa, ndio hawa wa brokers, watu wa katikati hapo wanatusumbua, tuwafungie nje. Tunaelewana jameni? Na nyinyi kama wakulima pia muwe na mpango, muwe katika cooperative, ndio tuweze kuwasaidia kuhakikisha kwamba brokers na wakora hapa katikati wasikuje kuchukua mazao yenu kwa bei ya chini. Nasema hao mabrokers wamejaa huku, wananunua kwa bei ya chini. Nasikia James, hii brokers lazima tu deal na hawa. Tumeshakubaliana? Tumeshakubaliana? Mimi nataka niwaambie hivi, as part of our bigger plan on food security, hii region yote hii ya kutoka Migori mpaka hapa mpaka Busia, mimi nitarudi hapa juzi hivi karibuni. Nitarudi hapa hivi karibuni kwa mambo ya hii Bunyala irrigation scheme. Tumeweka pesa ya serikali karibu bilioni 6 na nitakuja kuifungua rasmi. Kuna mahali kidogo ilikuwa imebaki. Nimeambia wizara washirikiane na county government ya Siaya na county government ya Busia wakamilishe, so that in the next 2-3 months mimi nirudi hapa, so that we can increase land under production. From the current level, we want to add another 20,000 acres of land into rice production in this Bunyala zone. Tunaelewana jameni? Tumekubaliana? Tuendelee namna hiyo? Na kwa sababu hiyo, kwa sababu county wameweka pesa hapa, pia tuko na mpango ya serikali, na nime-authorize ya kwamba wizara ya kilimo itapatiana shilingi milioni 50 ya hii project, kupanua hii project. Tuweke project huko ya kuhakikisha kwamba mchele ikifika ikiwa padi, tunapanga vizuri, tunaweka dryers vizuri, tunaondoa mambo ya moisture, ndio msipoteze mambo yenu ya mchele yenu. Na vile vile upande hii tuweke baada ya hiyo isonge mpaka tuhakikisha kwamba huko mwisho tunahakikisha kwamba mapato yenu inapata sawa sawa. Tuko pamoja? Alafu nasikia mnasema mko na mambo ya barabara. Lakini sasa nikuulize wewe, mtu ya barabara, wewe unaniharakisha. Umeambiwa niko na haraka ya kwenda wapi? Na nikiamua nilale hapa utafanya nini? Yani utadu. So maneno yenu ya barabara ni ya muhimu. Si namna hiyo? Si nilikuwa naenda na mpango. Nilikuwa nimesema nianze na stima, nikuje kwa kilimo, ndio niende kwa barabara. Huyu mtu ako na haraka mingi. So hiyo mambo yenu ya barabara vile vile tumekubaliana, kwa sababu sehemu hii hasa ile barabara inakuja mpaka kwa hii mtambo.
hiyo barabara tutaweka lami, ndio tuhakikishe ya kwamba tunaondoa matatizo yenu, si ndio? Lakini kila kitu inafanywa kwa mpango. Hiyo nitapangia sasa, nishaongea na viongozi wenu na tumekubaliana, because this is going to be a very important facility and it will add on to making sure that the economy of this area is growing. That is why we have to provide the infrastructure necessary, including the road, to make sure that hii mazao yenu inafika hapa kwa muda na haikwami barabarani kwa sababu ya barabara mbaya. Tumekubaliana jameni? Tumekubaliana? So watu wa Busia, mimi sitaki kusema kuzidi hapo. Mimi nimefurahi sana kufika hapa. Unataka nini tena? Unataka? Alego, oh sorry. Alego Usonga. Hey. Yani sasa nyinyi geography, kwani geography yenu iko juu sana? Haya, watu wa Alego Usonga. Sio Siaya, Siriwo. Bas, watu wa Siriwo na Alego Usonga. Mimi nimefurahi sana kufika hapa. Na mimi nataka niwaulize. Tumeamua sisi wote ya kwamba sasa tuwachane na siasa ya ukabila. Tuachane siasa ya kutengana. Tuachane na siasa ya mirengo na kugawanyika. Sisi wote tuungane tuwe kitu kimoja. Mimi nauliza nyinyi watu wa Alego Usonga. Mnataka tuungane ama tutengane? Mnasema tuungane? Tuwe kitu kimoja. Mimi nimeongea na Mheshimiwa Raila Amolo Odinga. Na tumekubaliana ya kwamba tuunganishe Kenya. Na viongozi hawa wote tuunganishe Kenya iwe moja. Ndio mkaona juzi nimetengeneza baraza la mawaziri ya kuunganisha Wakenya wote. Huyu Opiyo Wandayi kutoka Siaya sasa yeye ni waziri wa mambo ya energy ya Kenya mzima. Yule John Mbadi yeye sasa ni waziri wa mambo ya fedha ya Kenya mzima. Mnakubaliana hiyo maneno tuendelee? Mnasema tuunganishe Kenya iwe moja. Kwa umoja tupange mambo ya kupeleka Kenya mbele. Wale wanasema wanataka umoja nione kwa mkono, wale wanasema wanataka umoja. Na vile vile sisi wote kama wa Kenya pamoja na majirani zetu wote, majirani wa kutoka Uganda, wa kutoka Tanzania, Rwanda, Burundi, sisi wote tumekubaliana ya kwamba tutamuunga mkono Raila Amolo Odinga aka Baba awe kiongozi wa bara la Afrika. Nyinyi mmekubali twende hiyo barabara? Mtamuombea Baba awe kiongozi wetu wa bara la Afrika? Hebu nione wale wanasema tunamunga mkono hiyo kazi. Basi kwa sababu ya na bado na ingine, na mimi nawaahidi nitarudi tena, si ndio? Ama mnataka niende nikiandanga? Niende nikirudi, si ndio? So kwa sababu nitarudi tena, wacha nichukue nafasi hii nipatie Yala, hii Yala Swam. Hii Yala nimeongea na Orengo. Nasikia mko na mwegezaji hapo. Sasa tutapangana vile hiyo mambo yote ya Yala Swam tutaishughulikia kwa njia ambayo itafaidi watu wa hii Siaya County kwanza. Ndio? Ile mambo ya leases ambayo imetolewa pale tutachunguza upya. Ndio tuangalie mahali ambapo watu wa Siaya wataumia, tutaondoa. Tuhakikisha kwamba whatever investment that is going to be done in Yala Swamp, it must be in tandem with the requirements and the rights of the people of Siaya County, so that we can use it for the development of this region and make sure that it benefits the people of this county as it benefits the economy of Kenya. Tumeelewana?
Kwa hivyo wacha nimuite naibu wa rais Mheshimiwa Rigathi Gachagua